salama, loni ni salama rohoni mwa salama, ni salama, ni salama rohoni, ingawa shetani hata nitajipa kwani Kristo ameona unyonge wangu, amekufa kwa roho yangu, ingawa shetani atanitesa, nitajipa moyo kwani Kristo ameona unyonge wangu, amekufa kwa roho yangu, salama, ni salama, ni salama rohoni mwangu, salama, salama rohoni, ni salama rohoni mwangu, dhambi zangu zote wala si nusu zimewekwa msalabani, wala sichuku laana yake, ni salama rohoni mwangu, salama, rohoni, ni salama rohoni mwangu. Mpigie Yesu makofi. Haleluya. Naomba tu tukae dakika chache. Haleluya. Haleluya. Nataka kabla ya kuingia kwenye maombi ambayo kwa ajili yetu binafsi, tusome neno kidogo litakalotupa mwongozo wa kuingia kwenye maombi. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Tufungue kile kitabu cha Yohana sura ya 5. Yohana mtakatifu sura ya 5. Nataka nisome mistari kadhaa. Anza tu ule mstari wa kwanza. Biblia inasema hivi: baada ya hayo palikuwa na sikukuu ya Wayahudi, na Yesu akakwea kwenda Yerusalemu. Na huko Yerusalemu penye mlango wa kondoo pana birika iitwayo kwa Kiebrania Bethesda, na ina matao 5. Ndani ya hayo
jamii kubwa ya wagonjwa walikuwa wamelala, vipofu, viwete nao waliopoza, wakingoja maji yachemke. Kwa maana kuna wakati ambapo malaika hushuka akaingia katika ile birika akayatibua maji. Basi yeye aliyeingia wa kwanza baada ya maji kutibuliwa akapona ugonjwa wote uliokuwa umempata. Na hapo palikuwa na mtu ambaye amekuwa hawezi muda wa miaka 38. Yesu alipomwona huyo amelala, naye akijua ya kuwa amekuwa hali hiyo siku nyingi, alimwambia, wataka kuwa mzima? Yule mgonjwa akajibu, Bwana, mimi sina mtu wa kunitia birikani maji yanapotibuliwa, ila wakati ninapokuja mimi, mtu mwingine hushuka mbele yangu. Amen. Haleluya. Yeye huyo achene naye tu. Mlaze chini, achene naye tu. Atatesa bula, atawavurugia kila ambacho nataka kukifanya. Mlaze tu hapa. Achene. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Biblia inatueleza wakati huu Yesu ameamua kwenda Yerusalemu. Lakini kuna kitu hapa. Yesu alipoenda pale alikuwa anajua kabisa mahali pale alipoenda huwa panakuwa pana wagonjwa, na wale wagonjwa huwa wanahitaji nini? Haleluya. Wanahitaji uponyaji. Haleluya. Na katikati ya wale watu kulikuwa na mtu hawezi, miaka 38. Amekuwa katika hali ya kuumwa kwa muda wa miaka 38. Yesu anapoenda pale, yule mgonjwa cha kwanza alitegemea labda Yesu ataenda kumchovya. Haleluya. Haleluya. Yesu anamuuliza, ndugu, unataka kupona? Anaanza kutoa sababu kwamba mimi wakati maji yakitibuliwa huwa nakosa mtu wa kunipeleka. Hata nikijaribu kwenda mwenyewe, kuna mtu huwa anakuja anani overtake, anaingia yeye. Badala mimi kupata uponyaji, anapata yeye. Ni vitu vili tofauti kati ya swali alilouliza Yesu na majibu anayatoa. Haleluya. Haleluya. Fikiri kama wewe umeulizwa, ungetoa jibu gani? Unatudanganya. Yaani huyu hapo siwezi kukubali. Tusilete ukweli wa uongo. Hujai umwa. Umeelewa? Yule alikuwa sahihi kabisa, ila alikosea kwenye target. Haleluya. Haleluya. Waliouguza muda mrefu wanafika mahali mpaka wanamkatia tamaa mgonjwa, si ndio? Kwa nini? Kutokana na hali alionayo. Kwa hiyo unaweza kumuona yule mama kama alikuwa ndani yake, alikuwa anajibu kile kinachomsumbua ndani ya moyo wake. Hakuwa muongo, kwa sababu Biblia inaeleza wazi alikuwa hawezi. Halo. Yaani kama wewe unavyozungukaga hospitalini, unavyozungukaga kwa watu,
wakuombee, alafu bado ugonjwa ukawa pale pale. Sasa umekuja kwenye maombi kama hapa, Kiando anakuuliza unataka kuwa mzima. Mwambia baba, kwa kweli nimeombewa na mtumishi yule, nimeombewa na mtumishi hivi hata hapa. Yaani wewe unaanza kujitetea kabla yaani unajitetea kabla hata yeye hajapata majibu sahihi ya kusema sasa huyu mtu tunamsaidia. Unaanza kumworodheshea watumishi ambao walishaye kuombea na wakachemka. Au unaweza ukamweleza habari hata hospitali kubwa ulizozunguka. Saa hii sio kwamba anauliza habari ya dawa unazotumia. Haleluya. Sikiliza, yule mama alikuwa amekutana na mtu zaidi ya malaika. Sijui kama umenielewa. Bwana Yesu apewe sifa. Sikiliza, Yesu ndio uponyaji wenyewe. Yule mama mara kwanza alikuwa anakutana na nani? Na malaika. Na malaika alikuwa kazi yake ni kutibua tu maji ili watu waingie wafanyeje? Wapone. Sasa saa hii amekuja mponyaji mwenyewe. Haleluya. Hajatumwa nani? Malaika. Sijui kama unanielewa. Bwana Yesu apewe sifa. Hajatumwa malaika, amekuja Yesu mwenyewe kwa ajili ya uponyaji. Yule mama yamkini alipomwona amekuja katika hali ya kibinadamu, akajua labda huyu amekuja kunisaidia maji yanapotibuliwa, yamkini ni karibu malaika anashuka ili aje nichovye. Kumbe asijue yule ni zaidi ya kisima kinachotibuliwaga. Haleluya. Haleluya. Tunaelewana wateule wa Yesu? Asijue kwamba aliyekuja ni zaidi ya kisima, ni zaidi ya malaika. Kwa nini? Kwa sababu yeye ndio uponyaji, yeye ndio uzima, yeye ndio afya. Haleluya. Inawezekana umekuja mahali hapa, kila siku umekuwa ukikutana na watumishi, haujawahi kutana na Yesu mwenyewe. Na akilini mwako siku zote nikakutana na mtumishi aniombe. Halo. Ngoja nikwambie, kuna tofauti ya mtu anaenda kukutana na Yesu na kuna tofauti ya mtu anaenda kukutana na mtumishi. Hao ni watu wawili tofauti. Yaani hauwezi kuwalinganisha hata siku moja, kwa sababu huyu anayeenda kukutana na Yesu, haijalishi mazingira yanasemaje, haijalishi mazingira yana vikwazo gani, haijalishi kila kinachomsumbua kimemtesa kwa muda gani, anapoenda kwa Yesu anajua ninayeenda kukutana nayo ni zaidi ya hiki ninachopitia, ni zaidi ya hii shida, ni zaidi ya hii changamoto. Na akienda kwa Yesu huyo na wake ile changamoto inaisha. Kwa sababu gani? Kwa sababu anaenda kwa mwenye uzima, haendi kukutana na mtu. Haleluya. Haleluya. Mimi nakuombea mchana huu leo usikutane na mtu, kutana na Yesu mwenyewe. Kutana na yeye aliyebeba uzima wako. Yamkini kuna watu walisema hautavuka. Nataka nikukwambie yuko anayevushaga, anaitwa Yesu Kristo. Haijalishi waliweka gingi ya kiasi gani, haijalishi waliweka jiwe. Jua alikumweza Yesu kule kaburini, lilitoka lenyewe, lilikimbia, kwa sababu yeye anaitwa uzima, anaitwa ufufuo na uzima. Kama ni ufufuo na uzima, uwe na uhakika lile jiwe lilipojaribu kumzuia lilikimbia lenyewe, kwa sababu uzima umetokea. Nataka nikwambie, yamkini wamekuwekea ugonjwa kama jiwe, wamekuwekea kama gogo, walikukalia. Yuko Yesu
Yesu Kristo ana uwezo wa kuondoa na ukawa huru na ukawa salama, kwa sababu yeye ndio uzima. Haleluya, haleluya. Yesu ndio uzima wetu. Haleluya. Kuna kitu kimoja walikutana. Yesu alikuwa anapiga stori na Mariamu na Martha. Wanajiulizaga lile swali. Inaonekana Yesu pamoja na ilikuwa familia, alikuwa anasimulia habari za kwao. Ukisoma kuanzia mstari wa 22:11 kitabu cha Yohana, inaonekana walikuwa wanasimuliana story kwamba Bwana, ukiniamini mimi ndio ufufuo na nini na uzima. Alafu saa ndugu yao wamekufa, wakasahau kwamba yuko nani? Mtu anaitwa ufufuo na uzima. Angalia kilichotokea. Kama ungelikuwa hapo, ndugu yetu asingekufa. Yesu anamuuliza Mariamu, si nilikwambia ukiamini? Haleluya. Sikiliza, shida ulionayo si kwamba ni kubwa kiasi kile kwamba inaweza kufunga maisha yako. Ile changamoto yako ni kuamini. Ukiamini kwamba Yesu anaweza, anakuvusha. Nataka nikwambie, Biblia inasema hakuna jambo gumu la kumshinda nani? Kama hakuna jambo gumu, sasa la kwako hilo linaweza likawa gumu kwake. Haleluya. Biblia inasema yote yawezekana kwake. Amen, yote. Haleluya, haleluya. Naomba tusimame. Kuna kitu tamani tukifanya kwa hizi dakika chache zilizobaki. Haleluya, haleluya. Muda wetu unakimbia, zimebaki kama dakika 10. Ajabu kuzitafakari tutafanyaje. Haleluya. Tutafanya zoezi moja hapa. Kwenye hizi dakika Mungu afungue watu. Wangapi wao wanaota wanakula? Watu be free. Sasa hili lingine nauliza, lakini msinyoshe mikono. Hata wale wao mnaootaga mnashiriki tendo la ndoa, wewe usinyoshe mkono. Mimi nakwambia usinyoshe mkono, si ndio? Maagano adui anayapanda pa. Kuna vitu vingi unaweza kaa umeviota kwenye ndoto. Adui anakutembelea, anakutembelea. Sema, Bwana Yesu, mchana huu niko mbele zako, niko mbele zako. Bwana Yesu, ninakuja kwako, wewe ambaye uzima wangu, wewe ambaye afya yangu, nasogea mbele zako, nasogea mbele zako. Ninaomba toba juu ya agano lolote lililofanyika kwenye ulimwengu wa roho likafunga maisha yangu. Naomba toba juu ya agano la vyakula vya kipepo, vyakula vya kichawi, zile nyama za kichawi nilizokula ndotoni, yale madawa ya kichawi niliyokula ndotoni. Naomba toba juu ya uhalali wa hizo roho. Naomba toba juu ya uhalali wa hizo roho kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Naomba toba juu ya agano la ndoa za kipepo lililofanyika ndotoni. Bwana Yesu, ninasogea mbele zako. Naomba toba juu ya hilo agano lililofanyika kwenye mwili wangu na limeua hatima ya maisha yangu.
limefunga maisha yangu, limeua ibada yangu ya ndani, limeharibu maisha yangu. Bwana Yesu, naomba toba, naomba toba, naomba toba kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Ninatubu huo uhalali wa kipepo, wa kipepo alioupata shetani kwenye mwili wangu, kwa jina la Yesu. Naomba toba, naomba toba juu ya hivyo vyakula, juu ya hayo madawa ya kichawi niliyokula ndotoni, juu ya hayo maagano ya kipepo yaliyofanyika ndotoni. Naomba toba, naomba toba kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Saa hii Yesu, nirehemu, nitakase kwa damu yako, kwa damu yako, kwa damu yako. Ninapokuja mbele zako, mbele zako, mbele zako, pasiwepo na chochote cha kunizuia kukutana na wewe, ambaye uzima wangu, ambaye afya yangu. Bwana Yesu, Bwana Yesu, pasiwepo na agano lolote la kunizuia nisikutane na wewe. Yesu, naomba toba, naomba toba kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Hata kama walitoa matamko ya kwamba sitavuka mchana wa leo, ninakuja kwako Yesu, mwenye uwezo wa kunivusha, mwenye uwezo wa kunivusha, mwenye uwezo wa kunitoa mahali nilipokaa muda mrefu, miaka mingi. Mchana wa leo, Yesu, naomba rehema, naomba toba kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Bwana Yesu, naiachilia hiyo damu yako, hiyo damu yako juu ya uhalali wa hiyo roho iliyokaa kwenye ulimwengu wa roho na kunifunga kiroho. Sai, ewe roho uliyepata uhalali kwa njia ya chakula cha kipepo, kwa njia ya madawa ya kichawi niliyonyweshwa ndotoni, hizo damu za watu nilizonyweshwa ndotoni, sai naachilia hiyo damu ya Yesu, hiyo damu ya Yesu, hiyo damu ya Yesu. Kila agano la kuzimu, kila agano la kipepo, vunjika, achia nafsi yangu, uhalali wowote wa giza, saa hii kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Achia kwa damu ya Yesu. Yoyote yule aliyenifunga kwenye ulimwengu wa roho, aliyenikamata kwenye ulimwengu wa roho, aliyeshikilia nyota yangu, kibali changu, hatima yangu, aliyeshikilia baraka zangu, ustawi wangu, saa hii naachilia hiyo damu ya Yesu, hiyo damu ya Yesu. Ninaondoa uhalali wake, ninaondoa uhalali wake kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Enyi roho za giza, enyi roho za kipepo, kwa damu ya Yesu, achia maisha yangu, kamba zozote za kichawi walizofunga maisha yangu, hivyo vitambaa vyao walivyotumia kufunga maisha yangu, hizo sanda zao walizotumia kufunga maisha yangu, saa hii ninaachilia huo moto wa Yesu, huo moto wa Yesu, mahali popote walipozika hatima yangu, walipozika afya yangu, walipozika kibali changu, nyota yangu, walipozika uchumi wangu, saa hii
naachilia hiyo damu ya Yesu, hiyo damu ya Yesu, hiyo damu ya Yesu. Ninaharibu hilo agano, ninakata hivyo vitambaa, ninaviteketeza kwa moto wa Yesu. Ninavipasua hivyo vibuyu vyao, hizo chupa zao, hizo pembe zao, hizo nyungu zao, hiyo mikia yao, ninaiwasha moto wa Yesu, 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 moto wa Yesu. Achia, achia maisha yangu, maisha yangu kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Ayasukuma maombi kidogo mwenyewe. Wewe unajua nini, ndoto gani unaota mara kwa mara? Peleka damu ya Yesu kabla tujaingia kwenye zoezi la pili. Peleka damu ya Yesu. Raba shekete rimando rapa kori. Peleka hiyo damu, 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 peleka hiyo damu. Ripo sekete ripo koria masa. Omba mtu wa Mungu, kuna kitu kinatakiwa kutokea mahali hapa. Ripo sekete ribo sika. Hiyo damu ya Yesu, hiyo damu ya Yesu, tunaipeleka hiyo damu ya Yesu, hiyo damu ya Yesu, hiyo damu ya Yesu, tunaachilia hiyo damu ya Yesu, hiyo damu ya Yesu kwenye kila lango linalopitisha uharibifu. Tunaachilia damu ya Yesu, tunaachilia damu ya Yesu, tunaachilia damu ya Yesu. Hiyo damu inapita, hiyo damu inapita, hiyo damu inapita, hiyo damu inaenda kwa jina la Yesu. Tunaachilia hiyo damu ya Yesu, hiyo damu ya Yesu inatakasa kabisa, inaondoa kabisa huo uharibifu, hiyo roho ya uharibifu, hilo agano la kipepo linaondoka kwa damu ya Yesu, linaondoka kwa damu ya Yesu. Hiyo damu ya Yesu inapita, hiyo damu ya Yesu inapita, hiyo damu inapita, hiyo damu inapita. Kila ulicholishwa, kila kilichoachiliwa kwenye maisha yako, kwenye mwili wako, hiyo damu inapita, hiyo damu inapita, hiyo damu inapita. Hiyo damu ya Yesu, hiyo damu ya Yesu, hiyo damu ya Yesu, hiyo damu ya Yesu tunaiachilia. Hiyo damu ya Yesu, hiyo damu inapita, hiyo damu inapita kwenye hayo maisha yako, kwenye huo mwili wako. Tunaachilia damu ya Yesu. Hilo agano la kipepo, agano la vyakula, agano la kuzimu, linaondoka. Hilo agano linaachia, hilo agano linaachia kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Hiyo damu ya Yesu, hiyo damu inapita, hiyo damu inapita, inaondoa uhalali. Hiyo damu ya Yesu, hiyo damu ya Yesu, hiyo damu ya Yesu inaondoa kila uharari adui aliyoweka kwenye maisha yako. Hiyo damu inapita, hiyo damu ya Yesu inapita, hiyo damu ya Yesu inapita kwenye huo uharibifu. Hiyo damu inapita, hiyo damu inapita, tunaiachilia hiyo damu ya Yesu, hiyo damu ya Yesu, hiyo damu ya Yesu, hiyo damu ya Yesu tunaiachilia. Hiyo sadaka damu ya Yesu, mahali popote walipoachilia damu ya giza, walipoachilia damu ya wanyama, walipoachilia damu za watu, mahali popote ambapo adui aliachilia kafara ya kipepo, tunaiachilia hiyo sadaka damu ya Yesu, hiyo sadaka damu ya Yesu. Hiyo damu ya Yesu inapita, hiyo damu ya Yesu inapita, inaondoa huo uhalali wote, huo uhalali wa shetani kwenye maisha yako, huo uhalali wa kuzimu, huo uhalali wa wachawi, huo uhalali wa mateso, uhalali wa magonjwa, huo uhalali unaondoka, huo uhalali unaondoka. Hiyo damu inapita, 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 hiyo damu inapita. Uhalali unaondoka, huo uhalali unaondoka, huo uhalali unaondoka. Hiyo damu ya Yesu inapita, inapita kwenye malango yako. Hiyo damu inapita, hiyo damu inapita kwenye hiyo afya yako. Hiyo yes. Inapita, hiyo damu Robo sekete, robo sekete, zekebo seka. Hiyo damu ya Yesu, hiyo damu ya Yesu, hiyo damu ya Yesu inaondoa agano, inaondoa agano, inaondoa kila agano la kuzimu kwenye mwili wako, kwenye mwili wako, kwenye mwili wako. Hiyo ndoa ya kipepo uliofunga kwenye ulimwengu wa roho inavunjika, 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 inavunjika. Hayo majini yanaachia, hayo mapepo yanaachia, hayo majini yanaachia, hayo majini yanaachia.
yanaachia, hayo mapepo yanaachia, hao wachawi yanaachia, waliokushikilia kwenye ulimwengu wa roho kwa damu ya Yesu. Kila walichofunga kwenye maisha yako kinaachia, 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 kinaachia kwa damu ya Yesu. Mpaka waliokuwekea kwenye ulimwengu wa roho unavunjika, 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 unabomoka, unaachia, unaachia. Mbingu walizofunga zinaachiliwa, zinaachiliwa kwa damu ya Yesu. Hicho kibali walichokiondolea katikati ya watu, wamekuondolea kibali, wamekuondolea kibali, kibali kazini, kibali kwenye biashara, kibali kwenye ndoa, wamekuondolea kibali kwa damu ya Yesu. Wanaachia, 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 wanaachia kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Tunapeleka damu, hiyo damu ya Yesu, hiyo damu ya Yesu. Hao walioshikilia hilo lango la elimu, tunapeleka damu, tunapeleka damu, hiyo damu ya Yesu, hiyo damu ya Yesu. Tunazivunja hizo madhabahu za giza, zinapinduka, zinapinduka, zinapinduka. Tunapeleka hiyo nyundo ya Bwana, tunapasua kwa nyundo ya Bwana, tunapiga kwa nyundo ya Bwana, tunaangusha hizo madhabahu zao, zibomoke, zibomoke. Hizo ngome za giza zivunjike, wakuachie, 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 wakuachie kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Jesus, Jesus, Kalabashika, Jesus Lord. Roho Mtakatifu, Karabashika, Ramonda Rabashika, Arabushika Mandoro, Zia Mandoro Rabashika, Karabashika. Naomba tutumie dakika kidogo, alafu baada ya kumaliza hili tutaendelea na wengine kwenye maombi. Haleluya, haleluya. Hebu mpeane nafasi, msikae karibu karibu, msikae mgongoni kwa mtu. Haleluya, haleluya. Hakikisha ukae mgongoni kwa mtu. Kitu tunachokifanya, ukisikia kitu chochote kinatokea ndani yako, usijizuie. Saa ndiko kufunguliwa kwako. Haleluya, haleluya, haleluya. Sema, Bwana Yesu, niko mbele zako saa hii, ninahitaji msaada wako. Mchana wa leo ninaomba kukutana na wewe, mwenye uzima wangu. Bwana Yesu, niko mbele zako, nakuhitaji Bwana, nakuhitaji Yesu, nakuhitaji Yesu, nakuhitaji Yesu. Univushe, univushe mahali ambapo nimekwama, univushe mahali ambapo nimebaki kwa muda mrefu. Bwana Yesu, ninasogea mbele zako, mbele zako kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Saa hii tunaitakasa hii hewa, iwe pumzi yako, iwe pumzi yako, iwe pumzi yako, iwe pumzi yako kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Chochote kile ambacho kiko kwenye hii hewa kinachoweza kuweka zuio, tunaondoa, tunaondoa kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Tunaitakasa hii hewa, iwe damu ya Yesu, iwe damu ya Yesu, iwe damu ya Yesu yenye nguvu, yenye nguvu. Iharibu kila agano ndani yangu, ndani yangu, ndani yangu. Kila aina ya kifungo nilichofungwa, nilichofungwa kikatike
kwa hii damu ya Yesu Kristo, ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu ninazisemesha mbingu za mahali hapa ya kwamba ziwe upande wangu, ziwe upande wangu kwa jina la Yesu. Sikia wewe mbingu, wewe ni kiti cha Mungu aliye hai, cha Mungu aliye hai. Ewe ardhi ya mahali hapa, usiweke zuio, usiweke zuio. Sikia ewe ardhi, wewe ni mahali ambapo Mungu anaweka miguu yake, anaweka miguu yake. Kwa hiyo ewe ardhi, kaa upande wa Mungu aliye hai, wa Mungu aliye hai, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Usiruhusu roho zozote za upinzani kuja kuweka upinzani ndani yangu, ndani yangu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Kila aina ya roho ya mashaka, ya kutokuamini, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, toka chia, toka chia. Ewe roho ya mashaka, ya kutokuamini, ya kutokuamini, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, toka chia, toka chia. Achia ndani yangu, achia fikra zangu, achia mawazo yangu, achia fahamu zangu, achia nafsi yangu, achia, achia, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ninasemesha, ninasemesha, ewe mbingu za mahali hapa, usikie neno la Bwana, kwa damu ya Yesu. Funguka, funguka, funguka kwa ajili yangu, kwa ajili yangu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ewe roho ya uponyaji, ewe roho ya uzima, ewe roho ya uhai, kwa damu ya Yesu, njoo, 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 njoo mahali hapa, mahali hapa, mahali hapa, mahali hapa, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Ewe roho ya uzima, ewe roho ya uponyaji, shuka na huo moto wako, na huo moto wako, na huo moto wako. Kalia hii madhabahu kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Ewe roho ya uzima, ewe roho ya uzima, ewe roho ya ufufuo, ya ufufuo, shuka mahali hapa kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Sasa sikiliza, zoezi linalofuata. Jesus, kuna kitu kinatokea hapa. Amini, hii hewa imekuwa pumzi ya Bwana. Amini, imekuwa damu ya Yesu. Haleluya. Ndani yako na unatakiwa wewe kutengeneza imani. Ndani yako wewe unatakiwa kujiconnect na uzima wa Mungu. Haleluya. Unatakiwa kujiconnect. Kuna nguvu za Mungu zimekwisha kuachiliwa hapa. Zimekuja zimesha miminwa mahali hapa. Sasa namna utakavyokuwa umejiconnect zinaenda kusababisha uponyaji ndani yako. Haleluya. Kaa attention. Kaa tayari. Rapo shekete. Nitakuongoza kuhesabia 1 mpaka 3. Utaifuta hiyo pumzi. Utaifuta afu utaitoa nje. Sawa? Sawa mtero wa Yesu. Utaivuta kuingiza ndani yako. Afu utaitoa nje. Ukisikia kutapika, wewe tapika. Ndio maana nikwambia usikae mgongoni kwa mtu. Usikae kumgongoni kwa mtu. Haleluya. Jesus, karabo shiteribus. Roho Mtakatifu, asante kwa kuwa unaenda kudhihirisha utukufu wako mahali hapa. Asante Yesu kwa kuwa unaenda kulithibitisha jina lako mahali hapa. Na hii ni kwa sababu ya utukufu wa jina lako. Nami ninaomba ujifunue kwa huyo mama. Jifunue kwa huyo dada, jifunue kwa huyo kaka, jifunue kwa kila mmoja aliyopo mahali hapa. Jidhihirishe, jidhihirishe, jitukuze, jitukuze, jitukuze
Jitukuze, 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 jitukuze. Usishangae hao wanaoendelea kufungua ni kwa sababu nguvu za Mungu, nimekwambia nguvu za Mungu zimeshaachiliwa. Watu ukiona watu wanatapika, maana Roho Mtakatifu anakuthibitishia kwamba kuna kitu kinatokea. Jesus, Jesus, Jesus. Katu attention. Korobosika na mando. Moja. Yes. Yes. Wengine wanasikia kama moto unapita ndani yao. Wengine wanasikia moto kwenye miguu yao. Yes. Kalabasekete. Labosia manda. Mpire. Yes. 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 Karabasaka kata yale. Rapo sekete ribusika. Labusika remandara basa. Tatu, vuta hiyo hewa. Ivute ndani yako. Ivute. Usifanye haraka kuitoa. Vuta. 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 Afu itoe nje kwa jina Yesu. Teka kila mapepo. Achia. Achia. Machia wewe dada. Machia. Machia. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Achia, achia. Achia, achia. Kwa jina la Yesu. Ukisikia kutapika usiogope. Roho Mtakatifu anakusaidia. Rapokoria masakata. Ripo sekete rimondo. Ndio. Rapakaria mandara basika. Ripo sekete rimando. Ninamwaga damu ya Yesu. Hiyo hewa inakuwa damu ya Yesu. Ninaachilia chefu cha Roho Mtakatifu kwenda kuvuruga kazi zote za adui na kuvunja kila agano lililosimama ambalo adui aliliweka ya kwamba usivuke mahali popote. Kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, jiandae tena ivute. Kwa jina la Yesu, hiyo damu ya Yesu ndani yako, vuta kwa jina la Yesu. Yes. 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 Ta. Yes. Kuna watu wanavuka. 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 Toka chia huyo dada. Toka chia huyo dada. Toka chia. Toka chia. Toka chia. Yes. Yes. Wanachia. 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 Anakosa hewa. Wanachia. Endelea tu, kuna kitu Mungu anafanya. Nimesema wengine usishangae, mtoto usishangae. Wewe usishangae, fumba macho. Rabosika. Rika mando robosika. Robosika. Wale wanaozidi watumishi wa Mungu wasaidie kukemea ili awaachie. Karabosikete. Robosikete. Rika mando robosika. Kuna mtu anasikia tumbo la uzazi ni kama mnyororo umefungwa. Ni kama mnyororo umefungwa. Yes. Karabasika. Riposikete. Roposika. La anasikia maumivu chini ya kitovu chake. Mungu anaachilia operation ya Roho Mtakatifu sahihi. Mungu anaachilia operation ya Roho Mtakatifu sahihi. Roho Mtakatifu anapita kukusaidia. Anapita kukusaidia. Ndio wanafunguka. Ndio wanafunguka. Ndio wanafunguka. Ndio hiyo kamba waliofunga tumbo la uzazi wako, waliokamata hilo tumbo, ninaachilia moto. Moto wa Roho Mtakatifu. Moto wa Roho Mtakatifu. Moto wa Roho Mtakatifu kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Oh Yesu, zile nguvu zako ziongeze maradufu. Ziongeze maradufu. Hiyo pumzi yako ibebe huo uwezo. Ibebe uhai. Ibebe uhai. Ibebe uhai. Ibebe uhai. Ibebe uhai kwa ajili ya huyu mtu. Ibebe uhai kwa ajili ya huyu mtu. Avuke. 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 Tunaiamuru. Tunaiamuru. Tunaiamuru hiyo nguvu ya Bwana ipenye. 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 Ipenye.
kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Ifute tena ili haribu hizo kazi za adui kwa jina la Yesu. Choma kachia, choma kachia, choma kachia. Yes, wanafunguka, wanaachiliwa, 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 wanaachiliwa. Jesus. Rikapora pasika, rikaramandorobosika, rabosika. Nasikia shetani akisema huyu nilifunga naye ndoa, nilifunga naye ndoa. Rikapakariamando, rikapokoriamando, rikikila kamandara basika, ripasekete. Tunavunja hiyo ndoa kwenye ulimwengu wa roho, tunaiharibu hiyo ndoa kwenye ulimwengu wa roho, tunaiharibu hiyo ndoa kwenye ulimwengu wa roho. Hiyo ndoa inavunjika, inavunjika, inavunjika. Naachilia moto wa Yesu kwenye hicho kidole cha pete, kwenye hicho kidole cha pete ya ndoa. Naachilia moto, naachilia moto. Agano la mapepo, agano la ndoa zilizofungwa na majini, zilizofungwa na majini, zilizofungwa na mashetani, kwa jina la Yesu, kwa damu ya 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 Yesu. Naachilia moto, naachilia moto, naachilia moto, naachilia moto, naachilia moto kwenye hicho kidole. We pepo, toka chia. Yes, toka chia. Yes, toka chia. Yes, toka chia. Mwachie, mwachie kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Koroboshika risi ya patalama, rikikiri mandoro boshika, rikapakari ya mandara bashia, ropo seketeri mandora, azia mandoro bokoria mandoro, rikikila bakoria. Yes, unaachiliwa, unaachiliwa. Haya, wamekufunga kwenye makaburi, kwenye makaburi. Roho iliyoachiliwa ndani yako, iliyoachiliwa ndani yako. Yes, agano lililofanyika, lililofanyika kwenye maisha yako, hivyo vyakula vya watu waliokufa zamani. Yes, wanaachia nafsi yako. Pepo, teka. Yes, teka. Yes, teka. Yes, unatoka. Huyo mama anaachiliwa, huyo mama anaachiliwa, huyo mama anaachiliwa. Hilo agano linavunjika. Hivyo vyakula alivyokula, naachilia hicho kichefuchefu cha Roho Mtakatifu. Anatapika, anatapika, anatapika kwa jina la Yesu. Ninaamuru, toka, 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 toka kwa jina la Yesu. We kamba ya agano uliofunga kwenye kitovu chake, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kachia. Yes, kachia. Yes, kachia kwa jina la Yesu. Uachiliwe sasa kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Rapo sikete, riko robo sikete, robo sikete ribushi, ropo siapasi, ropo korebusika. Hebu sema Bwana Yesu. Paza tu sauti yako. Bwana Yesu, Bwana Yesu, saa hii nakuja tena kwako. Mahali popote waliponifunga kamba ya kwamba nisipige hatua, ya kwamba nisipige hatua, saa hii naachilia huo moto wa Yesu kwenye hizo kamba zilizofunga miguu yangu kiroho, kwa jina la Yesu. Katika achia hatua zangu, hatua zangu. Achia huo mstari walionicholea kwa damu ya Yesu.
hao walionikamata upande wa mashariki, upande wa kaskazini, upande wa kusini, upande wa magharibi, ya kwamba kile ninakoenda nisifanikiwe, saa hii ninawapiga kwa moto wa Yesu, kwa moto wa Yesu, kwa moto wa Yesu. Pigwa kwa jina Yesu, pigwa kwa moto wa Yesu, pigwa kwa moto wa Yesu, pigwa kwa moto wa Yesu. Achia, achia kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninazisemesha hizo pande zote nne, ya kwamba ziachie maisha yangu, ziachie maisha yangu kwa damu ya Yesu. Walipotamka ya kwamba akienda kulia asifanikiwe, walipotamka ya kwamba akienda kushoto asifanikiwe, walipotamka ya kwamba nikienda mbele nisifanikiwe, nikirudi nisifanikiwe, saa hii ninavunja hilo agano lao, hilo agano lao, hilo agano lao walilofanya na kuzimu, walilofanya na kuzimu. Ewe agano, ewe agano, kwa jina la Yesu ninakuamuru kwa mamlaka ya jina kuu la Yesu Kristo lipitalo majina yote, hata kama walifunga kwa sadaka, ninayo damu ya Yesu Kristo inayozidi kila sadaka, inayozidi kila damu, inayozidi kila matamko. Saa hii ninasimama na lile neno la Bwana linalosema imekwisha, imekwisha, imekwisha. Lile neno imekwisha, ndivyo ninavyotamka ya kwamba imekwisha. Ewe agano, vunjika, 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 haribiwa. Achia nafsi yangu, maisha yangu, achia, achia hatima yangu, achia pande zote kwa damu ya Yesu. Kila ninakoenda nifanikiwe, nistawi kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Sema kwa jina la Yesu. Fire! 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 Moto Yesu! Moto Yesu! Moto Yesu! Moto Yesu! Hao enyi walinzi, sema enyi walinzi mlioshikilia hayo maagano, moto! 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 Toka achia! Toka achia! Toka achia! Toka achia! Achia watoto wangu, achia watoto wangu, achia nyumba yangu, achia ndugu zangu, achia, 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 achia uchumi wangu, achia uchumi wangu, achia, achia, achia kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Jehova, ninaachilia damu ya Yesu kwenye mapito yangu, kwenye njia zangu, kwenye kazi zangu. Haya, shika sadaka sasa, mwana wa Mungu, tumalize. Kurabashakata. Sadaka yako pia ni kiunganishi kikubwa cha maombi yako. Sema kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kila agano liloka kwangu kwa sadaka zilizotolewa leo, nainua sadaka ya damu ya Yesu, sadaka ya damu ya Yesu, sadaka ya damu ya Yesu. Inavunja hayo maagano, inavunja huo halali kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Mikononi mwangu nimeshika sadaka yangu, naisogeza kwenye madhabahu ya Jehova Mungu aliye hai. Najiunganisha na madhabahu ya Mungu aliye hai katika Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Nakataa visasi
nakataa kufuatiliwa tena, nakataa roho za uharibifu kupitia ndoto chafu, kupitia ndoto mbaya. Ninakataa, najivua hayo mavazi, najivua hayo mavazi kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Jehova, achilia ulinzi kwenye nyumba yangu, kwenye mwili wangu, kwenye mali zangu, kwa watoto wangu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Karibu pastor. Naomba endelea kuita watu wengine hata siku ya kesho. Huu moto utaendelea. Hii wiki ni wiki ya kuombea madhabahu. Madhabahu ni wewe mwenyewe pia. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Usiache kuja kumwabudu Mungu saa 5, na pia nikualike kwenye semina. Karibu sana kwenye semina jioni ili tujumuike kwa pamoja. Pokea baraka za Bwana. Bwana akubariki na kulinde. Bwana kuangazie nuru za uso wake na kufadhili. Bwana akuinulie uso wake akupe amani. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Amen.